katika maisha hakuna kitu kibaya kama ukiwa mjinga wa kwenda. Unaona? Kwa nini mjinga kwenda? Unajua kama ningekuwa mimi unajua mtu mjinga kwenda lakini kurudi unakuwa. Sasa hivi nimekuwa shakuwa mimi mjanja kwa sababu nimerudi. Unaona bwana, haya alinikuta kwa hivi na vita visingomaza hivi. Nimerudi zangu Mamtoni, nimeninginiza masilva maraba makubwa. Unaona bwana, nimepaki ndinga hapa kwenye kijigarden hiki. Unaona bwana, kipindi kila mimi na nini ile wanaita nini na ile moja ile Ford Ranger. Okay. Nimepaki hapa katoka kijisingomaza kimoja. Hapa mzee Baria, I love you. Kitoto kaingia kwenye 18 mimi nikaona ngoja nitoke nacho mtu mzima Chombeza Times. Unajua tena ng'ombe azeeki maini. Watu wazima sisi lakini ukatoka na kisingomaza. Katoka na kisingomaza rafiki. Kumbe kile kisingomaza. Alafu mimi nilivyokuwa fala, unajua vitoto tena hivi kwa madoido, machocho, sinini, mambombombombwe. Na mimi nikanafunguka sasa bana, mimi na mzigo kiasi fulani hapa. Bana. Kile kitoto rafiki yangu ikawa mara mimi nitaka chipsi samaki. Nitanunua ile majodari ya Kingfish wale. Naona bana. Mzee hela si unayo? Hela nayo. Sijui mimi nataka kwenda saluni. Timpeleke saluni za vichochoroni za shilingi 250. Naona bana, peleka saluni zile kubwa. Sasa bana, kumbe kile kisingomaza rafiki yangu chataka kuniingiza cha kike bwana. Yalo nikuta yani nikifikiria na mimi kama nakutana naye yule. Sema bastola serikali waninyang'anya tu, ningempiga risasi. Kwa wale kunyang'anya bastola. Nilikuwa na hasira sana. Sasa ilikuwaje paka yule singomaza bwana, mimi nimekaa naye yule mtoto anachokitaka nampa nini nampa. Kumbe na kijijamaa chake bwana kazaa nacho. Kila alicho kijijamaa cha tena afadhali ingekuwa bodaboda pikipiki ingekuwa na heshima kidogo saa tembelea kukaa. Lakini jamaa yake bwana huyo jamaa sikumaguta ile guta kabisa hii. Guta ile mkokoteni la hivi. Ndio guta mkokoteni. Yule jamaa kazaa naye rafiki yangu. Mabadiliko yakaanza pale ndani bwana, visingomaza hivyo. Maanza kubadilika. Kwanza mabadiliko yameanza vipi unajua? Mara ukija hayupo. Alikuwa kwa shangazi, kumpigia simu niko kwa shangazi. Alafu yule jamaa mshikaji naye alikuwa mara apita hapa na ile guta lake ajifanya toa takataka kumbe anila. Bwana. Kumbe ina maana wale jamaa wale wamenipigia rafiki yangu. Kidem kizuri mmekipamba, kina silver, kina gold, kina kila kitu, everything. Yani vitu vyote ambavyo anastahili mwanamke kupamba alikuwa yuko nayo. Lakini kana napigiwa na yule jamaa rafiki yangu. Baadaye sasa ndio nikaja kugundua kumbe alizaa baada ya kufanya tafiti. Na wakati huo mimi keshanipiga milioni 2. Milioni 2 nileka kwenye wallet tu hiyo hapo, ila matumizi ya kawaida. Akajamba. Tena yule angeingia zaidi fonga yule angekuta na mzigo mwingi, lakini ndio hivyo Mungu kama alimlani fulani. Sasa bwana, hivi visingomaza bwana hivi. Mtihani. Wala sio vya kubebeka. Nakwambia kimenipiga mtu mzima mpaka leo hapa mimi najifikiria. Unajua kuna umri ukiibiwa ni unaona poa, lakini kuna umri mwingine ukiibiwa unajiona bonge la mjinga yani. Kijidude kile mimi ndo chaniibia rafiki yangu. Sasa hawa vijana nao na babaiki. Haya matokeo yake. Jamaa alikuwa naye ni msukuma mkokoteni. Kumbe alizaa naye. Kile kibinti kilitoka bushi huko kuja hapa, kumbe kilikuwa tayari kimekuja na ujauzito. Kikakaa kwa shangazi yake pale beki tatu kwenye kazi. Akampata jamaa. Sasa unajua tena mjini darasa. Unaona bana kapata mishangazi nao kimjini iko nao, kajichanganya nao masaluni wapi, wakampamba kala kizuri. Nakwambia ndugu mtangazaji hicho wewe ukiachi. Ukiachi. Ndivyo kiona mtu mzima kitoto kababaika. Kumbe bana. Kwa hiyo sasa unashauri vipi vijana? Mimi vijana nashauri bana achana na hivi visingomaza. Hivi visingomaza vinaweza kuletea matatizo. Unaweza kuchukua pikipiki ya watu wanahitaji ya mkataba kwa ajili ya kisingomaza. Singomaza bana hawana mpango wowote. Mimi nashauri vijana waachane nao kabisa. Si wanasema kwamba singomaza wao wanajua kupenda sana na wanapenda waizi bana. Wanapenda waizi rafiki yangu. Waizi wale wewe. Wewe kupenda ile kulia nakupenda sana si nini? Zile cheating tu uongo tu bana. Na kwa tafiti ambayo tuliifuatilia sana. Ndio. Nadhani wengi sana wanalaumu wa masingomaza. Masingomaza, lakini chanzo kikubwa kinaonekana kwamba
pia wanaume wanachangia hawa kuwa masingomaza, kwa sababu kama umtaki mtoto wa mtu, kwa nini unatembea naye mpaka unafikia kumpa ujauzito, alafu ukishampa ujauzito unakimbia? Ndio. Sasa asilimia nyingi tukiangalia hata mitandaoni, waloangukiwa ni masingomaza, waloangukiwa kwa kulaumiwa sana ni masingomaza. Lakini lawama kubwa haziangaliwi kwa watoto wa kiume. Maana yake watoto wa kiume ndio taratibu, kwa sababu kama hujamtongoza huwezi kuwa naye. Na tuangalie kwamba je, hawa masingomaza hawa vijana wafanye nini ili wapunguze hawa masingomaza? Ina maana kwamba waoe wale watu ambao wameshazaa nao, ili na watu wengine wakija waweze kunani. Ili mzee Baria unalisemaje? Ili mimi nasema bana, ushauri wangu ndio uko hivyo. Mimi nashauri hawa waoe, unaona? Yaani wale watu ambao tayari wamezaa nao, ndio singomaza wenyewe hao sasa wale basi wajaribu kuwa nao, kuwastiri. Unaona, kwa sababu si ulimpenda mtoto wa mtu, sasa mkimbia vipi? Unaona bana, unamkimbia vipi? Matokeo yake anakuja kumwibia mzee wa Mieyusho. Mzee wa Mieyusho watu wanaibiwa, watu anaibiwa na vikenyeji, tunakuja na pigo hela. Siku nyingine mngeoa kwenu, maisha yangeendelea. Ingeenda tu. Unaona bana, mkekaa na mkafanya mambo yenu. Matokeo yake anakuja unavizia wazee watu wamechukua dandasi, sijui bandarini, sijui wapi wamechukua dandasi, wanacheba naingiza kwa kuna nani anachukua hela. Unaona bana, sasa hawa ni hatari. Hawafai. Mimi nashauri vijana bana, ni hatari kabisa, hawafai. Yani wao waachane nao kabisa.